Inua tu mikono yako tumabudu Bwana. Tumwambie Bwana. Nawakaribisha, mimi ni Apostle Zachary Juma wa Instant Miracle Gospel Ministry. Mpendwa, nakukaribisha kushiriki nasi kila Sunday kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 3:30 kwa ibada wa kwanza. Ibada ya pili inaanza saa 4:30 mpaka saa 7:30. Na kwa katikati ya wiki tuna ibada ya Tuesday, ni ibada ya kufungua watu, na hiyo ibada inaanza saa 4 mpaka saa 8. Na ibada nyingine ni Friday ambayo ni ya unabii, tena ya kutafsiri ndoto. Tunapatikana Kisii Town. Ukifika Kisii Town kuna njia ambayo inaenda Kilgoris. Kabla hujafika Mijingwa kuna kampuni ya Toyota. Hapo ukifika kanisa yetu iko nyuma hapo. Ukifika tu ushukia hapo Toyota kabla Mijingwa, hapo ndio kanisa yetu iko. Kuna kajia kadogo inapita katikati hapo ya Rough Road. Na ukipita hapo juu kuna kanisa. Karibu sana ushiriki na sisi na Mungu atakubariki. Ukitutazama live on TV kila Tuesday na kila Sunday, tunakukaribisha. Unaweza tupata kwa hii namba, na hii namba ni ya matoleo tena ya kuomba, na Mungu atakubariki. Namba hiyo ni 0710-2328-33. Tunapoingia kwa ibada ya siku ya leo, tunakukaribisha na tuambia kwamba utabarikiwa, utaponywa, utainuliwa na utaokoka. Karibu sana na Mungu akubariki. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale, uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Kweli wewe, kweli wewe, kweli wewe, wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejitwika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe, kweli wewe, kweli wewe, kweli wewe. Just lift your voice as you pray. This afternoon God is visiting somebody. God is visiting your house. God is visiting your children. You are in the hospital, God is visiting you. Ukiwa kwa hospitali, Mungu anakutembelea. Ukiwa kwa nyumba yako, Mungu anakutembelea. Ukiwa unatembea kwa barabara, Mungu anakutembelea. Ameketi juu sana, ameketi kwa kiti cha enzi. Huyo Yesu tunamuinua leo. Asante Jehova, tawala kwa ibada hii ya leo. Kutana na watu wako, kutana na watu wako, kutana na wamama, kutana na wazee, kutana na nchi yetu, kutana na Kenya, kutana na kaunti yetu katika jina la Yesu. Ni mwaminifu Yesu. Somebody just lift your voice as you pray. Our God knows you very well. Mungu wetu anakujua vizuri. Just lift your voice as you pray. In the name of Jesus. Everybody lift your hands wherever you are. I thank you for this great service.
That Lord you have released. Thank you for the grace. Even as you share your word, let it come down with power. In Jesus' name, we are praying. And somebody say amen. Put your hands together for Jesus. Give him a shout of praise. Shangilia Jehova. Kuna watu hawashangilii. Shangilia. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangilia. Amen. Make sure umesalimia mtu kabla hujakaa. Nitahubiri dakika kidogo. Amen. Amen. Zaburi 30 verse 5. Zaburi 30 For his anger endureth but a moment, maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, and his favor is life. Katika radhi yake mna uhai. Weeping may endure for a night, wenda kilio huja kukaa usiku, but joy comes in the morning. lakini asubuhi huwa furaha. Today somebody, your morning has come. Rere mambia huya ikire. Mtu hajapata hiyo. Montaranya rayu. Leo mtu hapa, rero montora, asubuhi wako wa furaha mambia huyo mogoko ni leo hii. Ndereye. Wengine asubuhi yao imefika. Avande mambia huya ikire. Amen. The last scripture is in Mark chapter 5. Mariko isano. Mark chapter 5. Mariko isano. Jua hii Biblia mnaijua. Ebuko yemanya manyete. Mark chapter 5 verse 1. Mariko isano ruterwa yoringe eyemo. Na Bwana anatubariki. Tata toseni. Psalms 30 verse 5. Zaburi 30 ruterwa yoringe isano. Kwa wale wameingia sahi online. Ase wale basoire bono iga online. Psalms 30 verse 1 verse 5. Zaburi 30 ruterwa yoringe isano. Then Mark chapter 5. Mariko isano. And verse number 1. And they came over to the other side of the sea, wakafika ngambo ya bahari, into the country of Gadarenes. mpaka inji ya Wagerasi. And this was a sea in Galilee. Another name is Galilee. It was 3 miles from Galilee. And he was coming out of the ship. Immediately met him a person with unclean spirit from the tomb. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara akakutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu, who had his dwelling among the tombs, ambaye alikuwa anaishi katika makaburi. And no man could bind him, no, not with chains. Wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga, tena hata kwa minyororo. Because he had been often bound with fetters and chains had been plucked asunder by him, and fetters broken into pieces, neither could any man tame him. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akakikata ile minyororo na kuzifunja vifunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. And always day and night na siku zote, he was in the mountain in tombs crying. Na siku zote usiku na mchana alikuweko makaburini na milimani akipiga kelele na kupiga kelele. Day and night he was crying. Usiku na mchana alikuwa akilia. In crying and cutting himself. But when he saw Jesus afar off, na alipomuona Yesu kwa mbali, he ran and worshipped him. Alipiga mbio akamsujudia. And cried with a loud voice. Akapiga kelele kwa sauti kuu. And said, akasema, what have I to do with you, Jesus, the Son of the Most High God? Nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? I beseech thee by God that you do not torment me. Na kuabisha kwa Mungu usinitese. For he said unto him, kwa sababu alimwambia, come out of this man, you unclean spirits. Ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. And he asked him, what is your name? Akamuuliza, jina lako nani? And he asked, and he answered saying, my name is Legion, for we are many. Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. And somebody say amen. Na mtu aseme amen. Inua mkono juu tuombe. Baba, asante kwa kubariki neno hii. Mimi ni mjakazi wako, na hawa ni wasikilizaji, hawa ni watu wako, watoto wako, watu ambao wameconnect na sisi kupitia any media, wale wako kwa live on TV wabariki, wale wako on Facebook wabariki,
Wale wako YouTube wabariki. Wale wako kwa hii podium leo hii kwa hii sanctuary wabariki. Hata wale wanasikia kwa barabara wabariki. Naombea baraka itembee kila mahali. Wale wako hospitali wabariki. Wale wako kwa barabara wanatasikia. Leo Bwana tukiwa hapa pamoja, tumejenyekea utubariki pamoja. Hii huduma na hii neno isikuje bure. Itibishe lengo lake kwa jina la Yesu. Kazi zote ya shetani tumeiharibu. Ni neno la Bwana iendelee. In Jesus name we are praying. And somebody say amen. Inua mikono juu na tusalimiane kwa hewa. Nashukuru Mungu sana mchana kama huu. Na ninajua Mungu hawezi akatunganisha hapa bure. Mungu ana lengo na kuna lengo anataka kutenda kwa maisha kila moja. Mungu sio mwanadamu akiita mkutano aite bure. Mungu sio mwanadamu akiita mkutano aite bure. Mungu akitengeneza mkutano na mtu kuna Kenya anataka kutimiza kwa maisha yako. So hata kama ulikuja kuona TV na badilisha akili yako, ujue ya kwamba kuna lengo la Mungu anataka kutimiza kwa maisha yako. Hata kama umepoteza tumaini, leo hii Mungu anasasusa neno lake na tumaini lako irudi na upokee miujiza. Na mtu aseme amina hivi. Haleluya. Neno la Mungu aliwezi kakuja bure. Biblia inasema kwa kitabu cha Isaya, neno la Mungu ni kama mvua, ikinyesha lazima watu waone mabadiliko. Yeremia anasema neno la Mungu ni kama nyundo ambayo inagonga mwamba na mwamba inapasuka. Neno la Mungu ni kama moto ambayo inachoma. Leo hii tukiwa hapa, naomba neno la Mungu ishuke na ishuke kwa maisha yako. Maisha yako ibadilike, itembee kwa jina la Yesu. Sema amina ya nguvu. Haleluya. Ninaongea juu ya kuharibu laana ya misingi. Maana tumegundua ya kwamba Mungu ametengeneza hatima ya kila mtu. Hata kama uko hapa na hujaona, nataka nikwambie Mungu ana milengo mazuri na maisha yako. Na hata kama unalia machozi, Mungu ana mpango mazuri kwa maisha yako. Hata kama unatafuta na hujapata, nataka nikwambie Mungu wetu ana mipango mazuri kwa maisha yako. Na hiyo mipango lazima itatimia. Nasema lazima itatimia. Nasema lazima itatimia kwa jina la Yesu. Haleluya. Na niligundua ya kwamba misingi ya uovu, misingi mabaya, misingi ya uchafu inaweza kamata hatima ya mtu. Now hear this. God is not mwenda hasibu afanye umbwe dunia hii akulete uteseke. Mungu wetu atesi watu. Mungu wetu aleti magonjwa. Mungu wetu aleti laana. Haleluya. Kuna misingi ambaye inaleta shida kwa maisha yako. Haleluya. Misingi ni nini? Misingi ni mwanzo. The beginning of something. Hallelujah. It's the beginning of something. It's the beginning of your business. The beginning of your life. The beginning of your marriage. The beginning ya masomo. Hallelujah. Kuna wakati wengine wakiweka misingi lazima wamwage damu, waite uchawi, waweke uganga. So wameweka misingi yao kwa uganga,
kwa uchawi, wamechajwa, so wako kanisani na wajawahi haribu hiyo misingi. Ndiposa wakijaribu kuinuka wanashindwa kuinuka. Leo nasimama hapa kama nabii wa Bwana, kila msingi yarebeka leo kwa jina la Yesu. Sema power. Haleluya. Biblia ambayo tumesoma inasema hivi, shida na kilio inaweza kuwa usiku, but furaha yaja asubuhi. Mtu hajapata kilio inaweza kuwa usiku na furaha yaja mchana asubuhi. Wacha nirudia tena. Kilio ambaye mtu analia hata kama ameokoka. Remember Daudi ameokoka. Na yeye ndiye anaandika hii Biblia. Anasema hivi, kilio inaweza kuwa usiku, but mchana asubuhi mfuraha inaweza kuja. Daudi ni nani? Mwenye amepakwa mafuta, Roho wa Bwana iko juu yake. Na yeye anasema unaweza lia usiku, but asubuhi ikifika unaweza pata furaha. Mtu aseme amina. Biblia ya pili, huyu mtu amepagawa na mapepo. Ako wapi? Ako karibu na nyanja. Haleluya. Anajaribu arudi kwao, mapepo imekataa. Sema amina. Anajaribu kucheka, kilio inakuja. Anajaribu mwili wake ipone, ana uponyaji. Sababu gani? Pale kwa Gerasi kulikuwa na misingi mahali mapepo zinatembea. Nikakuja kujua kila misingi ya uchawi ina mapepo ya uchawi. Mtu hajapata hiyo. Kila boma ambaye misingi sio ya Mungu, kuna mapepo ambaye inatembea kwa hiyo boma, ambaye inafanya watu wasipate amani, watu wasipate baraka, watu watiinuke. But leo kwa jina la Yesu, leo natangaza kila misingi ambayo imesababisha mapepo kwa watoto wako, hiyo misingi itarebeka. Lazima leo, hata kama mapepo anaishi kwa nyumba yako, ya misingi ya hiyo boma lazima itatoka. Vile nahubiri hivi, lazima itatoka. Mapepo kwa bedroom lazima itatoka. Mapepo kwa sitting room lazima itatoka. Mapepo kwa biashara. Hallelujah. The Bible says the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Wacha nikuambie, mapepo ikiwa kwako, hata kama upate milioni moja, itaibwa yote iende. Saa ile pia uko na pesa, ndio magonjwa inaingia. Saa ile pesa imekuja, ndio mtu anakufa. Saa ile pesa imekuja, ndio vita inainuka. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, kila misingi yarebeka kwa jina la Yesu. Haleluya. Sikia hii, kila misingi ya uchawi, misingi ya laana ya boma, misingi ya ushirikina, waliomwaga damu wakatengeneza agano. Let me tell you, kuna mapepo wanachochea. Boma zingine unapata uganga ilikuwa inaletwa,
Mtu anakuja saa 6 usiku. Montoka chisasi ane mobutu. Wanamwaga damu kwa mchanga. Umura manyinga siliraba. Wewe ulikaa mdogo huku jua. Ayora makota manyeti. Hata uliona na macho. Orotina maiso. Kama mbuzi inakatwa. Embulike kwenye nyumba. Kondoo inakatwa. Kuku zinakatwa. Hata ulienda kwa mganga. Ukabeba kuku kupeleka. Ulibeba kondoo. Ulibeba hata mbuzi. Ili damu hiyo imwagike. Huku jua ya kwamba saa zile ulienda pale. Ulitengeneza misingi. Na ukachochea mapepo ambayo ilirudi kutesa boma yako, ilirudi kutesa watoto wako, ilirudi kutesa biashara. Sikia hii, kwa hii ibada nasema, kwa hii ibada nasema, kwa hii ibada hiyo mapepo hata kama iko kwa Irongo leo itatoka. Hata kama iko Roche leo itatoka. Hata kama iko kwa Meto itatoka kwa jina la Yesu. Utapenya. Wapende wasipende. Sikia hii habari. Wachawi wote waliokurushia mapepo yao leo hii uchawi glory to God. Misingi lazima iporomoke. Misingi ya uchawi lazima iharibike. Sikia, kilio inaisha. Kilio inaisha. I don't know who I'm talking to. Usiku na mchana unalia machozi. Watu wanaona umevaa, wanakuona mrembo, but ndani ya moyo wako kuna kilio. Nimetangaza kama mtumishi wa Bwana, machozi ishe. Am I preaching to somebody? Machozi ishe. Machozi. Machozi. Glory to God. Mama umelia ya kutosha. Mzee umelia ya kutosha. Yasanire. Imetosha. I don't know who I'm preaching to. Watu wanaona uko sawa. Ndani ya moyo wako kuna kilio. Unalia mchana. Unalia usiku. Uko kwa kazi. Unalia. Unakula. Unalia. I don't know. Mungu ananiambia hivi, usiku wa kilio inaisha leo. Inaisha leo. Usiku wa kilio inaisha leo. Usiku wa kilio inaisha leo. Glory to God. Kwani wewe ndio uliumba ulie? Watu wanacheka, wewe unalia. Glory to God. I don't know kama mtu anasikia kitu hapa. Mimi nililia mpaka nikatosheka. Nikamwambia Bwana, mahali nimelia imeisha. Nililia mama yangu, baba yangu. Nililia machozi mingi. Nikiona boma yenu watu wanakufa. Boma yetu watu walikuwa nakufa. Mtu akilia, watu wanasema huko ni kwao. Because every year we were burying. Gutindika abantu wewe ijafika kwenu, ayetereka seno ijafika kwenu, ndio sababu tereka sena kiego yara pengine tukihubiri hivi tukorandiga, unaona tunapoteza wakati. Ayoro chengo tukosirichingaki sisi every year kiro mwaka intwe we were buried nigo twari gutindika 5 sons abamura batano mo. One of them is my father. Oyo mobo intata died agakwa. Misingi imenichosha. Misingi imenichosha. Glory to God. Yesu atatembea leo. Simba wa Yuda atatembea leo. Hallelujah. Yesu. Hapa kwa wakati huu kwa maana yeye ametenda. Nashukuru Mungu wote, nashukuru Baba mtumishi wa Mungu kwa kazi ambayo umeifanya, na Mungu akurehemu na akuongezee nguvu. Ilikuwa Jumapili ya 3 Juma, nilikuwa na watch TV, nilikuwa kwa jangu. Nilikuwa
sumbuka sana, nilikuwa na shida kwa tumbo yangu, nikilala na hali upande mmoja kila siku sababu nikiruka nasikia uchungu. So sikuwa nalalia upande huu, nilikuwa nalalia right only. So kwanza nilikuwa na upili. Ulilalia the right side for how? Nilikuwa nalalia right. It was like ilikuwa imeenda kama miezi 2 nikilalia upande huu. Yeah. Nikilalia nasikia uchungu. Sasa wakati kwanza alikuwa na upili, alihubiri na akasema kila mtu hapokee anachotaka katika jina la Yesu. Na akasema upokee kile unataka, kama ni uponyaji, kama ni mali, kama ni utajiri. Mimi nikasimama, nikashika TV, nikasema Mungu, nataka uponyaji na nataka nipone. Hii ugonjwa inakuponya. Mimi nikatoa kwenye pasta amesema tupokee, nimepokea katika jina la Yesu. Tukalala, mimi nikalala, siku anakumbuka kama kuna kitu kinaendelea. When niliamka usiku nilipata ninalalia upande. So nilikuwa like ukaanza kulala upande hiyo. Niliamka kwanza nilipata ninalalia upande, sijailalia. Shida siwezi lalia hapa, lakini siku hiyo niliamka asubuhi nikapata nimelalia upande huu, na kwenye nilikuwa nalala ni kwa nchi yangu, na nikamwambia nchi, unajua nimepona. Sasa niliambilia Yesu makofi na shukuru kwa nikamwambia kama sikwambia njiangu siku hiyo tulikuwa naenda, lakini sikumwambia kwamba nataka kuombewa ama niko na ugonjwa. Kwa hiyo nikamwambia sijailalia upande huu, na jana kwenye pasta alipili na akasema tupokee. Mimi nilitoa sadaka yangu kwa simu, nikamwambia Mungu, nimepokea uponyaji na nashukuru. Nikapokea uponyaji mpaka leo, nashukuru Mungu kwa hiyo. Inua tu mikono yako tumwabudu Bwana. Tumwambie omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV. Bona na bukura ry'ubuncho lyabwaho.